Sasa pengine kabla tusemezane, kwa sababu tuko ndani ya hekalu, tunaweza anza na maombi. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba, atukuzwe Mwana, atukuzwe Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Asante Mungu Baba, tunakuja mbele zako wakati huu wa kipekee kukushukuru kwa ukarimu na wema umetukirimia. Umetulinda salama vipindi vya usiku vilivyoishia na mapambazuko yake, na wakati kumepambazuka umeona fahari kuitikia mwaliko wetu katika vipindi tunavyovijua na tusivyovijua, na kwa pendo lako umeweza kutujalia kurejelea hekaluni humu kwa ajili ya kukuabudu. Baada ya misa, Baba, tazama nimejaliwa mkeni ambaye amemtuma kuja kujulia hali na maisha yangu pamoja na ndugu yangu na tata zangu, niseme kwa familia jumla, na kualika wakati huu kwa pendo lako, ili tunaposemezana mazungumzo haya yawe ya umuhimu kwetu sisi na watu wako wote na hata taifa lako lote, kwamba ulituma katika dunia hii tuweze kukuwakilisha na tuweze kutenda yale unayotuamuru kutenda, pasipo sisi kujilinganisha na wewe. Tunaomba kila aliyeitikia wito wake, Mungu utupe nguvu zizi zote, tuone fahari kukutumainia, kukutegemea, ili tuwezeshe neno lako kutamalaki katika ulimwengu kote kwa ajili ya kuwaokoa watu wako. Kuna mengi yale ambayo Baba tunataka kusemezana kwa wakati huu, ni wewe utakayenipa, ili tunaposemezana yawe ya manufaa kwangu mimi na kwa taifa lako lote. Naomba hayo nikiamini katika Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa hivyo mimi kwa majina naitwa Catechist Kenneth Penda Wanyonyi. Mimi ni Mluya. Mimi katika kabila ni Mpukuzu, kabila ni Mpukuzu, na ukoo ni Bakimwei Patolomet. Sisi tulitoka Mayanja, lakini babu wa kuzaa baba wakahamia Uganda, mahali panaitwa Yembe. Lakini mwaka wa 1963 papa na mama waliamua kurudi katika nchi ya Kenya, mahali panaitwa Mkuyuni, na hapo ndiko mimi nilizaliwa. Mimi nilizaliwa mwaka tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 1964. Mimi nilizaliwa kama mtoto wa tatu. Dadangu mzaliwa wa kwanza alikufa mapema mwaka wa 61. Aliyemfuata pia akaja akafa, na mimi nikiwa mzaliwa wa tatu nikapaki kama mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo katika familia yetu kwa ujumla tulizaliwa watu 11. Wavulana 4 na wasichana 7. Kwa hivyo katika familia yetu karibu watu 4 wamekufa. Mimi nikiwa watatu. Kuna ndugu zangu, dada yangu alikuwa ananifuata, yeye alikufa. Ndugu yangu anaitwa Protas, yeye yupo. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Morris pia aliaka. Na ndio pataye akaja akazaliwa huyu Eliot Wekesa, ambaye alikuwa mzaliwa wa 10. Naye alizaliwa mwaka wa 1980. Kwa hivyo maisha yake katika kukua alikuwa
kijana mwenye alikuwa na afya nzuri, ingawa wakati mwingine alikuwa anatatizika, alikuwa na ukua macho inamsumbua. Alafu katika kukua kwake alikuwa mwembamba sana. Hata nikikuonyesha picha yake wakati huu, hautaamini ni yeye ambaye mnamuona sasa hivi. Kwa hivyo yeye alisoma katika shule ya msingi ya Mkuyuni, tanzia shule ya chekechea hadi darasa la 7, darasa la 8, na akafanya mtihani wake pamoja na msichana kitinda mimba anayemfuata, anaitwa Evelyn Nabwile. Angalau mimi nilikuwa nimempatia jina la utani Konerwa. Kwa hivyo hao vijana walikuwa wazuri. Alifanya mtihani wake akapita, lakini alipoingia katika shule ya upili, wazazi wetu walikuwa wameaka. Mamangu aliaka, alikuwa anaitwa Cecilia Nafula. Aliaka mwaka wa 1996. Katika kuaka kwake, baba alikuwa ndiye mgonjwa, aliyekuwa anaugua. Kwa hivyo ilimshutusha baba na ugonjwa ukamzidi, naye akachukua pia mta wa mwaka mmoja, naye akafa mwaka wa 1997. Kwa hivyo Eliud na kuna msichana ameoleka Kakamega anaitwa Rose, na huyo Evelyn walipaki mikononi mwangu mimi kama baba yao, licha ya kuwa ndugu yao, lakini niliwalea, nikawalinda. Na Eliud alipofikia kidato cha kwanza, muhula wa kwanza, alipata kushawishika na akaamua atoke shuleni ili ashikilie kilimo. Lakini kule kuacha masomo niliona, nikajaribu kumshawishi arudi shuleni, lakini alikataa. Sasa nikawa sina lingine ila kuenda jinsi alivyokuwa anataka. Ilinipaza kwa sababu sisi tulikuwa papa alikuwa amejaliwa kuwa na shamba ekari 19. Ilazimisha, kwa hivyo bila yeye kuona akae bure, nikampatia sehemu ya shamba alime. Alikuwa mkulima shupavu sana wa upanzi wa kabichi, nyanya na hata mahindi. Na kazi yake hakika iliporesha, kwa sababu alikuwa akilima hizo mboga mpaka akanunua ng'ombe wazuri wenye afya, akawa na sungura yake ya kulima. Lakini baadaye akaja akaoa. Alioa bibi yake ambaye ako naye saizi kwa jina Susi, kutoka katika ukoo wa Kabarasi. Waliishi vizuri kwa muda, na hatimaye kama kawaida unapoishi katika nyumba, unaweza fika mahali mkakwaruzana, mkakombana. Kwa hivyo siku moja walikuja wakakombana na shemeji, na akahamia kwa dada yake. Tulikuwa tunaishi hapo karibu, dada yake alikuwa ameoleka hapo karibu, anaitwa Nanzi. Na bwana huyu Nanzi alikuwa anaitwa Ronald Nyongeza, ngawa jina la utani alikuwa anaitwa Matoke. Kwa hivyo walipokozana na shemeji, yeye akakimbilia kwa dada yake. Na hatukujua kwamba ujumbe ulikuwa umefikia ndugu zake wale shemeji, na wakakuja wakati hatupo. So ilikuwa kwamba yeye akitoka kwake, ilimlazimu apite kwa yule shemeji yake ambako mkeo alitorokea ndiye afike kwangu. So alipoingia pale kuulizia bibi yake, shemeji yake walitoka nje, wakatumia kuni zilizokuwa zimepazuliwa kumpika sana na hata kumjeruhi. Tulimkimbiza hospitalini Lukulu, akatibiwa na akapata ufahamu. Angalau alikuwa na matatizo kidogo kuhusu
ni kama mizuli ya ufahamu ilikuwa karibu iturike. Sababu kama angeona wasichana wenye nywele kubwa angewaita majini. Alibatizwa kanisa Katoliki, alikuwa Mkatoliki. Sasa akiingia kanisani Katoliki kule Mkuyuni, akiona pale, akija nyumbani anasema aliona majini mengi sana kanisani. Wale wasichana wenye walikuwa na nywele ndefu aliwapatia hilo jina la kuitwa majini. So kutokea pale tuliendelea kuishi vizuri tu kwa amani na upendo. Lakini siku moja ndugu yangu alitoka akaenda mahala. Kuna dada mmoja anaitwa Tata Mary. Sijui kilichomfanya akaenda kule. Sasa alipoenda kule akatoka siku moja akaja nyumbani akapewa upani. Ilifikia saa zile alizokuwa ameelekezwa awashe hiyo upani. Alipowasha, inasemekana moshi ilipoamuka, kwa sababu ilikuwa upani mbili. Ilipoinuka ikabadilika, ikawa watu wakaanza kumfukuza, mwanamume na mwanamke. Nami wakati ule nilikuwa natokezea kwangu, nilikuwa naelekea Luhokwe sokoni. So nikasikia mtu anapika nduru, katoka mbio kukimbia. Aliponiona mbele na hao watu walikuwa wanamfukuza, wakamwacha. Waliponiona mimi wakasema, tumeona mbele mtu wa Rozari anakuja, huyo anaweza kutuangamiza. Wakamwacha na kurudi. So alikimbia mpaka kwangu, na tanzia nafasi hiyo hali yake haikuwa nzuri, ikapatilika. Akaonekana kama ni yule ambaye amepoteza ufahamu, amekuwa akaanza kuonekana kama mwenda wazimu, na akahamia kwangu kwa muda wa mawiki mawili. Sasa alipohamia kwangu, nilichukua hadamu ya kumshughulikia kama mimi niliyekuwa nimezalia ndugu yake, tena nikiwa nimesimama katika miguu za baba yangu. Mimi na bibi yangu tukamshughulikia, na tulipomshughulikia kumaliza, ndani kwa nyumba yangu watoto wangu walikuwa wamefuka njiwa. So siku moja watoka hawa wakiwa wanasoma Maliki soko, shule ya upili ya Maliki ya wafulana, wakiwa wanatoka shuleni wakapata mkuvu yenye huwekwa kwa mabua ya ng'ombe hawa wa Kisungu, ng'ombe dume. Wakaokota, wakaja na hako nyumbani. Kwa Kisungu tunaita ring. So walipokuja nayo nyumbani, ikawa inawekwa, wakati mwingine vijana wanaishika wanaiweka kwa dirisha. So siku moja ikawa kwamba akiwa amekaa pale, nilikuwa na katekista mwenzangu anaitwa Maliki Alex. Kwa namuomba kwa sababu yeye na mimi tulikuwa walimu wa kiroho. Naomba tukifukuza pepo, tunaomba tukitumia maji yetu ya kanisa kumbariki, kumtakaza, wakati mwingine tunasoma rosari, vivyo hivyo. Na hatimaye ikawa kwamba anapata afueni. Kwa hiyo siku moja nikawa sipo, nilikuwa nimeenda kwa shughuli za kanisa. Wakati nilirudi, mama alikuwa ameosha nguo yangu ya kanisa, kanzu. Niliporejelea tu katika lango la kuingia kwa boma, nikaona kwa umbali amevalia ile kanzu yangu. Na nilipotazama ameivalia, kitu kaniambia amepata uponyaji, kwa sababu kanzu yangu ilikuwa kanzu ambayo ilikuwa imebarikiwa na padri wangu. Ni kama sasa ilikuwa kwamba afalie ili apate nafasi ya kuweza kuhubiria watu. Nilikuwa na Biblia kubwa ambayo si kama hii. Kwa nimetoka nayo katika chuo kule Mitume Kitale. Akachukua ile Biblia wakati moja, kama mapepo ilikuwa inamtoka sasa. Akaanza
kuwa kizirani, kupika watu nini na kadhalika. Lakini baadaye nikaambia watu hapana, huyu ni mapepo yanatoka, atakuwa salama. So ile alipokuwa tumekaa siku moja tunapata chakula cha mchana, ile hali njiwa wanakuwa kwa sababu mkiwa ndani ya nyumba, njiwa wenye wamefukwa wana uhuru na uwazi wa kuja kukaa mahala ambako watu wako bila kuokopa. Sasa wakaja wakaanguka kwenye dirisha, na kwa lile dirisha kumbe kulikuwa na kale karingi kalikuwa pale. Sasa njiwa alipokuwa anaburuka kwa mabawa yake na nguvu ya upepo ikaangusha ile ringi chini. Aliposikia kuangalia akaiona, anasema Mungu amempatia bahati kupitia kwa njiwa. Na sasa mwalimu mwenzangu naye akaona, bwana ndugu yako ni kama amechanganyikiwa. Hii kitu hata nimekuwa nikiangalia nikikuuliza, kumbe hizi vitu zingaliko hapa, na yeye anasema njiwa imempatia. Hii ndugu yako amechanganyikiwa. Kwa hiyo lazimu mimi na yeye tumpokonye. Na tukiwa tunamsindikiza sasa, nikamwambia sasa, wewe saizi umepata nafuu, acha tukupeleke nyumbani kwako, tuende tuombe, tufukuze wale watu wawili ambao wanakufukuza mara kwa mara, ili utulie katika boma lako, hata angalau mfanye kile ambacho kingeweza kuwapatia mahitaji ya siku tunapokuwa tunaendelea kuishi. Kwa hivyo kutokezea pale ikawa kwamba tulipokuwa tunapeleka karibu na kwake, mwalimu naye akatupa ile ringi pale, alafu tukaingia kwa boma lake. Kumbe yeye aliona kuwa ni bahati yake, ili lazimu akatupeleka kwa padri wa Uzika ambao walikuwa wakati huo tulikuwa Paidheni na Itiri Parish. Akatupeleka kule, na alipotoka pale akaenda kwa mjomba anaitwa Alfred na Bibia. Katoka pale akakimbia kwa bishop kule Bungoma kutushitaki kwamba tumempokonya bahati yake. Kwa hivyo alipoenda kwa mjomba ikawa kwamba atuitie askari tutafute ile bahati yake tumpatie. Lazima tuende tutafute mahali tulitupa. Ilipatikana wakampa, na akaanza sasa maombi ya polepole. Unajua mtu yeyote anapoanza maombi kuna wafuasi ambao lazima watakuja. Sasa walitokezea 2 watatu kutoka katika kijiji, baadaye wakaongezeka. Na wale waliokuwa wakienda kule wakitoka kule mkiongea hamzikizani. Mwanzo wa nyakati. So aliendelea vivyo hivyo katika huo mta, na akapata wafuasi wengi. Na wengi ambao walikuwa wanaenda kule wakiomba, mara nyingi nilikuwa napata habari kutoka kwa wanaume wao wakisema wake zetu wameharibikia kule, wakicha nyumbani wanajitenga na sisi. Kwa hivyo walikuwa wanatazama tafuta njia ya kutaka kumadhibu ndugu kwa sababu ya jambo hili. Nami nikawa katika hali ya kuwakataza mara kwa mara kwamba nyinyi mlio na wake zenu ambao wanakuja kule, ndugu yangu hana makosa. Semezeni na wake zenu. Nyinyi ndio mnawaruhusu wanakuja kule. Sasa ikiwa mtamwadhibu, nasi tutawachukulia pia hatua. Bibi yako una uwezo wa kumuonya asiende mahala wewe usikopenda. Na kama wewe mwenyewe umemruhusu ameenda kule, mashtaka ya nini kwangu? Nikawakataza. Lakini siku moja nilikuwa nafanya kazi Marisala, nikatolewa nikapelekwa Karima. So nikiwa natoka Karima, ilikuwa lazima ukitoka kanisani upitie kwa parokia, upeleke ujumbe kuhusu siku hiyo ya Jumapili. Sasa nikiwa kule Nairobi nikapikiwa simu, ndugu yako na wafuasi wake wameingia sokoni Mkuyuni, wako wanakunywa zota za watu. Kifika kutoka mwenye tuka anatoka na wafuasi wanakunywa soda.
wameingia katika shule ya upili ya Mkuyuni ati wanataka kutoa pale uchawi. Kimbia ukuje umuokoe, wanafunzi wanataka kumuua. Nilipopata ule ujumbe jamani, nilitoka mbio nikitumia pikipiki ya bota mmoja. Kweli nilipofika nikiwa nakaribia ua la shule nikasikia kelele nyingi. Sasa nilipoingia kwenye lango la shule kutupa maji yangu kule umbali, nikaona wanafunzi wengi na kila mwanafunzi alikuwa na silaha kwa mkono tayari kutaka kumwangamiza. So nilipoingia naye akaniona, kwa sababu imani yangu sasa na yake vilikuwa vimetofautiana kabisa. Akaona kwamba mimi nakuja kuharibu kazi yake. Na alikuwa amepokonya mama kilema mmoja hapo Mkuyuni mkongojo, na akataka kutumia ule mkongojo kunizuia ili nisiingie. Sasa nilipoepa nikatekwa nikaanguka. Sasa wanafunzi wale wakaona, na by then nilikuwa PTA chairperson wa Mkuyuni. Wakaona huyu anataka kupika mkubwa wetu. Nilishtukia kijana mmoja na fremu ya mtimbao amemkonga vibaya sana. Sasa hapo ndugu yangu alitoa sauti ya kufa, ya kukata roho. Na nikampindua, nikamweka chini, nikasema huyu ni ndugu yangu, tafadhali msimuue. Nilipotamka ndugu yangu, wanafunzi waliokopa na wakatoroka. Na niliona anazima, nikamchapa kofi moja, akashituka na akarudisha ufahamu. Alafu baadaye nikamweka kwa pikipiki mpaka kwa zahanati ya Mkuyuni, wakaona hawawezi kwa sababu tamu ilikuwa inafuja. Alafu baadaye nikatoka naye mpaka tena Lukulu. Sasa hilo likawa jeraha la pili kwa kichwa chake. Na alipokuwa Lukulu sasa akatibiwa, aliporejelea nyumbani baada ya kupata nafuu, wafuasi wake wakaona yeye ni Yesu ambaye amepikwa na sasa amefufuka. Hili jina la Yesu lilitokezea wakati alipikwa Mkuyuni. Otherwise hapo nyuma alikuwa anajiita mwalimu bila kutumia hili jina la Yesu. Lakini alipopikwa akatibiwa akapona, ndio baadaye ikawa kwamba wafuasi wake wakasema Yesu alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Sasa hilo jina la Yesu lilitokezea pale. Najua hata yeye mwenyewe huenda hajui. Ile tunaposemezana hivi huenda hajui. Lakini hapo ndio sasa ulikuwa mwanzo wa kila kitu. Na ikawa sasa hao wafuasi wake wakawa sasa na mambo mengi, wakati mwingine wakawa wanashikwa wakipelekwa hapo kwa askari. Maneno wanayoyatamka hakika ilikuwa imeenda kinyume na hali jinsi ilivyo. Hata watu wengi ikawa kwamba washikwe. Nakumbuka mtoto mmoja wa shemeji akatoka shuleni akahamia pale, na akawa anaita baba yake pepo. Wenye walikuwa hapo wakienda hapo mwanzo walikuwa hata wanaita wazazi wao pepo. Ikaendelea hivyo mpaka wa leo. Na wakati ule kama wewe unafiwa na baba yako ama mke anafiwa na mume wake, ikiwa atashiriki hata katika maziko ya mume wake, hata kuwa mfuasi tena. Nakumbuka kuna pipi mmoja bwanaka alikuwa anaitwa Miziko. Bwanaka alikufa, na wakati wanazika mke wake, wakati wanazika bwana yake huyo Mziko, huyu mke alikaa kwa ndugu yangu. Kwa hivyo imani ambayo ndugu yangu hako nayo, sisemi ni imani mbaya, lakini sasa hapo nyuma haikuwa imani nzuri, kwa sababu hairuhusu watu kwenda matanga, hairuhusu watu kushiriki katika masishi ya jamaa zao, na hata yeye mwenyewe hashiriki matanga. Nakumbuka hata mtoto wangu juzi, mzaliwa wangu wa kwanza anaitwa kwa jina Andon, alikufa. Imagine katika mapoma moja, lakini hakuja na akasema
imani yake na desturi yake haimruhusu kumwona maiti. Ile hali Yesu wa Nazareti, wakati alisikia Lazaro amekufa, yeye alienda na kwa imani akamfufua. Kama yeye ni Yesu, ndugu yangu, kwa sababu sasa yeye anapofanya hivi mambo ambayo mimi sielewi sana, kwa sababu siko katika kanisa lake, wakati mwingine kule mbeleni naweza kuja kuadhiri familia yake, kwa sababu akiwa ni Yesu mwana wa Mungu, yeye ana uhuru wa kuweza kuwatembelea wagonjwa, wafungwa na hata kuwafufua wafu. Mahala kuna matanga, yeye ndiye angestahili awe mstari wa mbele kwenda kuomboleza pamoja na wale ambao wamefiwa. Lakini yeye ashiriki matanga. Hata juzi mchomba wangu mmoja anaitwa George Kilongea, amekuwa principal wa KBF aliaka, akahitajika kule, lakini alisema yeye na wafu hawauziani. Sasa wasiwasi yangu ni kwamba kama hakika alitumwa na Mungu, si huyu Mungu amruhusu basi ashiriki katika vifo vya watu. Majirani wanapokufa, yeye awe mmoja wa wale ambao wanakuwa pale. Angalau saa hizi kuna mabadiliko kidogo, kwa sababu saa hizi anaweza kuruhusu bibi yake aende matanga, lakini yeye mwenyewe hapana. Sasa waziwazi yangu ni kwamba, unajua, kama kuna mila na desturi fulani aliyoiika ama alinunua, itakuja kuadhiri uzao wake, kwa sababu yaliyo yake hayatakuwa ya watoto. Na ndio imefanya hata wakati mlikuja chuzi niliwaambia mimi niliona ni hatari, kwa sababu tanzia kukua kwangu kuna mambo mengi nimeshuhudia kwa watu wanaoleta mila geni katika koo zao. Akiondoka, hiyo mila inaadhiri uzao wake, kwa sababu yeye anafahamu kile anachofanya kutokana na mahali alikitoa, lakini huyu mtoto hatakuwa na hiyo habari. Mimi wazazi wangu walikuwa Wakatoliki na huwa nafurahi kuwa Mkatoliki, najivunia kuwa Mkatoliki, na ndio maana leo nimeona hata mahojiano haya yawe ndani ya kanisa langu. Hii ni parokia ya Mtakatifu Marisela, nikiwa chini ya padri wangu mkubwa anaitwa Father Melkisedeki, na msaidizi wake ni Padri Gabriel Okupala. Leo asubuhi tumekuwa na misa, na hata ukiendana na vile masomo inaenda, ukienda katika Luka 21 anasema mjihadhari. Wakati Yesu alikuwa anazungumzia juu ya hekalu, wengi watakuja wakisema mimi ndiye. Wataweza kuambia huu mkuyu ng'oka na unang'oka. Wataweza kuambia mlima huu ng'oka na unang'oka, lakini msiwafuate. Ila mtakapoona Yerusalemu imezungukwa na majeshi, mjue ya kwamba wakati wa mwisho umefika. Na kitabu cha Yeremia 16:17 inazungumzia pia juu ya kwamba alaaniwe yule anayemtegemea mwanadamu, anayemwabudu mwanadamu. Sasa jambo ambalo si zuri, na naona pia linaleta tahadhari kwa familia ya ndugu yangu na hata maisha yake, watu kumuinamia, kumwabudu. Si vema. Mimi kama mkubwa wake si vema, lakini sasa nikienda kumwambia mimi sijui chochote, imani yangu ngali chini. Na nilikuja nikakundua kitu kimoja tena, watu wengi ambao wanapenda kuamini katika uchawi ndio wana shida, ndio wanakimbia huko na kutafuta kwenda kwa wakanga na wahubiri wengine, wale ambao wale ambao wanazungumzia mambo ya uchawi na kadhalika. Wengi
Mara nyingi wanapohubiri mambo ya ujao watu wengi wanaenda kule. Sasa ndugu yangu, sisemi anafanya vibaya. Bila anavyofanya hivi ni afadhali kuliko bila angekuwa mwenda wazimu. Lakini tahadhari ambayo iko, bila nasema hivi, kuna dada zangu pia huwa wanakuja wanashiriki huko. Lakini nina tata karibu 3 saizi. Siwezi sema wako katika hali nzuri. Angeanza na hawa kuwasaidia ili wapate uponyaji. Na dada ambaye yeye anafuata mwenye ako Kakamega, hali yake si nzuri, hana ufahamu mzuri. Ukienda pale utamkuta yeye akiwa peke yake, anasema, anaongea peke yake. Kuna dada mwingine ambaye ananifuata mimi mara 4. Anaitwa Eunice. Ako Pikiti hapa ndani. Hali yake si nzuri, na yeye huwa anakuja huko. Anahitaji uponyaji. Hali yake si nzuri. Nilijaribu hata kwenda kule karibu mara 3 nikimshawishi aendelee na kanisa lake, imani ya kanisa lake, lakini wakati yeye anafanya kutoa tambiko zake, hao wanashiriki. Kwa hivyo walianza hizi tabia zimeanza baada ya kujiunga na ndugu yako kuanza kushiriki na kuweza kupata ile imani, ama pia kule nyuma kama wangali wasichana? Hapana. Vile ameanza hivi vile alianza akaendelea, haya mambo yameanza chusi. Yule wa Kakamega alikuwa anakuja kula akishiriki, yalipoanza ikawa hivi, mume wake akamkataza. Huyu Wandalu na mwingine amekuwa hapo Trans Nzoia, hao pia ukuja kule. Hata wakati juzi wamekuwa wanafanya tambiko la chuzi. Huyo alikuwa na nasikia alikuja kwangu wakati mmoja, na hata niliwaambia kwamba wakati anafanya ile tambiko, kama ni awe mjomba, awe dada yangu, awe mama yangu, awe shangazi, awe nini, hastahili atoke huko akuche kwangu, kwa sababu imani yangu na tambiko hiyo haiingiani. Kwa sababu wakati wa hapo nyuma ilikuwa akimalizia tambiko lazima apite hiyo njia yangu, na wafuasi wake wanapatikana katika shamba langu wakifanya sarakasi pale. Sasa hizo sarakasi si za kuchenga, hizo sarakasi ni za kupomoa. Kwa hivyo mimi kama katekista ambaye nimekomaa katika imani, mimi imani yangu ni dhabiti sana. Naomba tuende na imani na tuamini Kristo aliyeshinda mauti. Mimi naamini Kristo aliyefufuka, Yesu aliyeshinda mauti akafufuka, ndiye ninayemwamini, kwa sababu aliahidi wakati alikuwa na wanafunzi wake baada ya ufufuko. Aliinuliwa wakiwa katika hali ya kumtazama, malaika wawili walitokezea wakaambia hawa wanafunzi kwamba jinsi mnavyomuona akienda ndivyo mtakavyomuona akifanya nini? Akirudi. Si kwamba atazaliwa tena akuwe jinsi. Huyu Eliot ni mtoto wa mzee Francis mimi na Cecilia. Na hili jina Yesu, hata ukisoma katika Biblia, jina hili linapita majina yote. Angalau jina unaweza kujiita, lakini hili jina linapita majina yote. Jina ambalo limeheshimika, si jina la kufanyiwa mzaha. Swala la pia viongozi sana viongozi wa aina hii. Ninyi ni viongozi ambao tunafuata Biblia, lakini wengine wamekuja na Biblia zao ambazo wameandika. Na kuna sheria mpaka wametolea wale wafuasi wao ama wale ambao wanafuata. Yeah. Sheria kama ile ya kwamba mke anafaa kuzaa watoto wote watoke kwa tumbo. Naam. Na kulingana na hali ya maisha hawakubali kufanya family planning. Naam. Sijui nyinyi kivyenu mnaona kwamba
ulimwengu umeshikwa na hajaiwa na watu ambao wafai, na pengine serikali hatua ambayo imechukua ndani kwamba zinaweza saidia yale ambayo inaendelea nchini kweli? Unaona, kwa mfano kuhusu wake zetu kuzaa, mambo ya family planning, unajua ni kinyume, hasa kanisa langu haliruhusu. Na ujue mimi nikianza kukua, idadi ya watu ilikuwa ndogo sana, lakini Mungu aliambia Adamu ya kwamba alimuumba, baada ya kumuumba akamuumbia mkewe Eve, na akawaweka katika lile shamba la Edeni, lakini kwa ajili ya kutotii walitanganywa. Na katika hiyo hali ya kukua, Mungu hakukasirika nao, licha ya wao kusalia uji. Mungu akija hakuita Eve, aliita Adamu. Aliwatoa na akawaweka kule, lakini akawaambia wazaane, wajaze ulimwengu. Kwa hiyo Mungu katika mpangilio wake, ni sisi wanadamu tunaoingia katika mpango wa Mungu, si sisi kuingiza Mungu katika mipango yetu. Ni sisi wanadamu kuingia katika mpango wa Mungu ambao ni fiche. Hakuna mwanadamu yeyote, hata Kristo mwenyewe alikataza, hata malaika wake, ambao wanafahamu mpangilio wa Mungu. Lakini sasa kuendana na utaalamu na hali ya elimu, watu wamefumbua mambo mengi, na haya mambo ndio imerejelea kuwa chukizo kwa Mungu. Kwa mfano, kwa wakati huu watu wa Uarabuni walirejelea kiwango kile ambacho waliamua kuunda madawa yanayoharibu uzazi. Na walipounda haya madawa wakafanyia majaribio, daima huwa wanaanza na wanyama na wanaona inafaulu, alafu wakija kwa wanadamu pia inafaulu. Na hii hali ya kutofanya watu wazaliwe ndio imefanya saa hizi ukienda katika hata hii nchi yetu ya Kenya utakuja kuta kwamba asilimia karibu 60 ya watoto wasichana wasomi hawana wanaume. Alafu wale ambao wameoleka, wale wanaume ambao wameoa, msichana anaoleka hajaenda kwa yule mume ambaye Mungu alistahili atoe upavu wake amuumbie, kwa sababu mume wake hakuzaliwa, alipitia aidha kwa kinga ya kuzuia kuzaa kama niseme ya tablets ama Norplant ama DL. Sasa msichana anaoleka kwa mtu ambaye si upavu wake, na ndio maana saa hizo ukicha kuangalia utakuja kuona kwamba talaka ni tele, kwa sababu yule aliyepaswa kuzaliwa kama mume wake alipitia kwa kondom, hakuzaliwa. Hata hao viongozi wenye viongozi wa fisati hawa wenye wanafucha pesa, wenye wanaharibu mali za watu, hiyo nafasi sio yao. Nafasi ya wale ambao walikuwa wanastahili wafanye hiyo kazi walitupa chooni, walizuiliwa, hawakuzaliwa. Kwa hivyo majanga mengi ambayo sisi tunapata saizi inatokana na kutotii kwetu, kuanza kufuta na Mungu. Tunalazimisha Mungu aingie katika mipango yetu. Sasa hiyo ndio saizi inasababisha tunapata Mungu anaruhusu, kwa sababu yeye ikiwa alipotutuma katika huu ulimwengu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:7 kuendelea, anasema ametuingiza sisi katika nchi nzuri yenye vichito na maji vipupuchikavyo kutoka katika milima na mabonde. Katika hii nchi nzuri tushike maagizo yake, sheria zake na hukumu zake.
na tupate kumshukuru Mungu kwa inji nzuri aliyotupa. Lakini ili hali sisi hatumshukuru Mungu kwa hayo, ila tunalazimisha Mungu yeye hata atushukuru badala ya sisi kumshukuru. Na ndio maana sasa unaona watu wanalia, sijui kiongozi huyu ni mbaya, kiongozi huyu ni mbaya, ujumbe umepanda, nini na kadhalika. Lakini kama watu wangekubali, kwa sababu kila anayezaliwa si kiajali. Kuna watu wengine tukiwa hata katika matanga, mtu anahubiri anasema eti kuzaliwa ni bahati, kuishi ni bahati, na kufa ni lazima. Kuzaliwa ni lazima ya Mungu, si bahati. Nani alizaliwa kiajali? Kuzaliwa ni lazima ya Mungu, kuishi ni lazima ya Mungu, na kufa ni lazima ya Mungu. Kwa sababu anayepanga kuzaliwa ni yeye. Anayepanga mimi kuishi na wewe ni yeye. Anayepanga kufa mimi na wewe ni yeye. Unaona ndugu yangu? Jambo lingine ambalo pengine ningezungumzia, naomba tu, mnaona mambo ambayo yametokezea kule Shakahola. Sisi wazazi inatupaza tuwe na msimamo. Kama bwana na bibi wamewana, wanaishi kama mume na mke, inapaswa tuheshimiane, inapaswa tupendane. Alafu tupatie watoto wetu elimu nzuri. Mimi nashukuru wazazi wetu. Kuzaliwa kupata wazazi wacha Mungu ni jambo la busara sana. Kwa sababu jenye walitupokeza sisi ni ile imani. Udhania kidogo tu tulikuwa na itikadi ambazo hawa viongozi walikuwa wameshikilia kwamba hata wengine hawako wanapeleka wanafunzi shuleni. Naam. Umetaja kwamba hata kuna wengine ambao wanakuja hapo saa zingine wanaacha masomo. Na baadaye wameanza kuachilia watoto sasa wakienda shuleni. Naam. Udhania pengine sheria ambayo serikali imeanza kuweka italazimisha hizi itikadi kali ambazo ziko nchini na viongozi tofauti ambao wanajitokeza, ambao wanajibandika majina ambayo si yao, na majina ya Kristo ambayo jina ambalo linafaa kuheshimiwa sana, serikali inafaa kutilia mkazo. Naam. Unaona, kwa hilo jambo serikali imefanya vizuri. Ndio nataka nikwambie, kila wakati hufikwa. Wakati ukifika ule ambako, unajua Mungu ametupa uhuru sisi kuchagua mema na mabaya. Kwa hivyo wakati Mungu anaturuhusu, ametupa ule uhuru wa kuchagua, ndio tunatokezea mambo kama hayo. Na sasa Mungu mwenyewe akiangalia kwamba ninapoajilia mambo haya yaende yapite kiwango hiki, watu wangu watazama. Na ndio sasa kupitia kwa serikali, kwa sababu serikali pia imechaguliwa na Mungu, itoe ile onyo kali kwa hizo itikadi mbovu, na inaomba ingechunguza kindani, iingie kindani, iangalie kindani itikadi ambazo tunatumia. Hata bila kwa mfano vile mmekuja mimi, of course umeniambia huenda nijitayarisha ama nisijitayarisha, lakini wakati mwingine unaweza fika na useme no, angalau wewe unaishi hapo, wacha tufanye search kwa nyumba yako. Bila kuniambia umekuja. In fact utakuja kuta mambo mengi sana yenye huenda mimi nayatumia kupotosha watu. Naweza kuwa na miungu zangu, huwezi kujua. Na sasa ndio nawaambia, serikali inapoirejelea uamuzi wa kutoa ile onyo, inasaidia pakubwa. Na ningeomba iendelee hivyo, kwa sababu mhubiri kwa mhubiri mtu ataona kwamba pengine mimi nina wivu. Kwa mfano hata wakati huu ninapozungumzia juu ya imani ya ndugu, wakati ataiona atasema mimi nina wivu, lakini sina wivu. Waziwazi yangu ni juu ya familia yake. Kama anatumia itikadi fulani, mila na desturi ambayo sio ya ukoo wetu, sio ya kanisa, sio ya Kikristo, pengine ni mila ambayo imetoka katika nchi nyingine, italeta madhara kwa familia. Na ndio maana nikasema swala langu ni kwamba siasaidia hawa dada zangu warejelee kupona.
Mnajiona wapi kama community ikiwa haya masuala kama haya yataendelezwa na pengine serikali iwachilie vitu kama hii endelee? Tunajiona wapi baada ya miaka kadhaa? Watoto wetu, jamii yetu, sisi kama familia tutajipata wapi miaka ambayo inakuja? In fact, tutakuwa na usawa potofu ikiwa serikali haitaingilia na kuzaka kuingia kindani, kujua kindani jinsi hali inavyoendeleza. Na ndio maana umeona hata mfano haujaenda mbali. Si sasa wale watoto wengi ambao hata jana usiku nimekuwa nikiwaangalia kwa runinga, watoto wadogo, mama alienda na wao Shakahola, saizi hawako. Hatutakuwa na watu, tutakuwa na familia, tutakuwa na familia potofu, tutakuwa na familia sumbufu ambayo hakika italeta madhara mengi katika ulimwengu wa sasa. Pengine mwisho pengine wito wako kwa jamii. Unajua, na sijui kwa nini watu wanaamini watu kama hawa sana. Sijui nini umaskini, nini haswa pengine huwa inachangia pengine. Si najua umaskini upo. Lakini Mungu kutuumba, hata Biblia inasema asiyefanya kazi haruhusiwi kula. Hakuna mwanadamu yeyote dunia hii ambaye anapokaa bure ataletewa na malaika chakula akule. Na kuendana na vile kwa huu mtaa wangu, unaona hata katika saizi ni yeye pekee ambaye hana till namba na nyimbo lazima achaweka kwa runinga. Lakini unaona watu wengi saizi ni biashara. Watu wengi saizi ni tumbo. Na unajua sasa wengi ambao wanaenda kule wote hawa ni Wakristo. Wanaweza kuwa wamekuwa wa Katoliki, wamekuwa wa kanisa la Friends, wamekuwa wa PAG. Lakini sasa utanganyifu ambao upo ni kwamba anatanganywa amerokwa. Alirokwa na nani? Alirokwa na nani? Watu wote, kwa mfano wale watu ambao wanaenda kwa Ezekiel, watu wanaenda walikuwa wanaenda kwa Makenzi, watu ambao wanaenda kwa Mayuru, watu ambao wanaenda kwa Ng'ang'a. Mimi kwa hawa wahubiri wote, mhubiri ambaye nilikuwa nafuatilia mambo yake mpaka yakanichenga hata mimi wakati mwingine, ni Harrison Ng'ang'a. Lakini hawa watu wengine angalau kuna yale ambayo wakati mwingine nikikaa nikiangalia wanazungumza na inakuja katika yale ambayo Mungu huwa wananipa wakati mwingine. Siwezi kuruhusu mimi watu wao wanakuja kwangu. Unajua sasa nikifanya watu wa Mungu badala ya wao kujichenga, mimi niwe na wafanya wanakuwa maskini, adhabu yangu mbinguni itakuwa kubwa sana, kwa sababu niliwapotosha. Na ndio kuna somo moja linasema ole wake yule ambaye anapotosha watu wangu, heri hangezaliwa. Jinsi Kristo alivyosema kwa Yuda aliyemsaliti. Mtu kama yule anayepotosha watoto wa Mungu anastahili afungwe jiwe kubwa shingoni, atupwe maji na azikwe kabisa. Kwa hivyo watu wenye wanaenda kule wana makanisa yao, wana mahala pao pa kuabudia, lakini kinachoharibu watu hawana imani. Watu hawamjui Mungu. Ni Mungu anayeponya, ndugu yangu, si mwanadamu. Ikiwa mtu anaamini katika lile kanisa lake, mtu anaponya. Sasa kuna kitu kimoja, hata nimeona juzi Harrison amewahi kufundisha, nimeona Ezekiel amejaribu pia kufundisha, na ni yale ambayo hata wakati mwingine nafundisha kanisa langu, wa Kristo wangu. Uponyaji, ndugu yangu, vitu vingi havingekuweko. Haya magonjwa ambayo yanatusumbua hayangekuweko. Lakini kuna wizi. Kutanganya watu wa Mungu. Kwa mfano, hawa wanaitisha fungu la 10 wapelekewe.
Fungu la 10 ndio linafanya watu wengi tunaathirika. Fungu la 10. So mwisho, wewe umekuwa ukitembea, wewe unatoka hapa, unatoka watu, wakati unasikia kwanza watu wanazungumza nini pengine kuhusu ndugu yangu, na pia wewe wanazungumza nini? Hiyo jamii watu wanaizungumzia hii, na nyinyi mnajiweka wapi haswa? Unaona kwamba ni mambo ambayo watu wanaongea ni mazuri ama ni mabaya, na pengine unaona nini ambayo pengine kinafaa kufanyika? Watu wengi katika kijiji hiki, vile umesema, wale ambao wamepungukiwa nyakati za sherehe wanaenda kule kukula, lakini wale watu walio na imani yao wanakashifu ile imani ya ndugu kwamba ni imani potofu. Mimi hata mapadri wangu wakati mwingine wakiwa kanisani, wakiwa wanahubiri, wanataja eti Yesu wa Tongereni ni ndugu ya mwalimu, na si watu wanajiuliza kama kweli ingekuwa ni halali, wanafikiria mimi ningekuwa kule. Hata wengine saa hizi nakutana nao wanasema wewe unapati, wanaposikia mimi ni ndugu ya Yesu wa Tongereni wanataka wasonge karibu sana, waniangalie na wajue kwa nini mimi sijaamua kufuata ile imani, nimeamua kufuata imani ya wazazi wangu. Kuna sababu. Kwa sababu hata Kristo mwenyewe anasema atakayevumilia katika nyakati za atakayevumilia katika yote ndiye atakayeokoa maisha yake. Kwa hivyo watu wengi hapa wale ambao wamefunuliwa, wana hekima, wale ambao wameona maisha ya watu ambao wamekuwa na watu kama huyu ndugu yangu, familia zao zimeangamia, familia zao zimeishi vibaya. Nakumbuka nina mjomba ambaye alikuwa katika kundi la Mikaeli. Alikuwa anafalia vile ndugu yangu anafalia. Familia ya mjomba bwana ni kama wako lakini ni kama hawako. Chomba amekufa akiwa katika hali mbaya, hali ya aibu. Shamba ya ekari 11, lakini saa hizi hakuna mahali anazikwa, ni mahala pato. Kwa sababu unapoharibu watu wa Mungu wengi, majuto yanakuwa mengi. Majuto yanakuwa mengi. Kuna baadhi ya watu ambao pengine unafahamu walikuwa pale na baadaye wakagundua kwamba kuna mambo ambayo pia pengine walikuwa wanawasikiza na wakaondoka. Maisha yao iko namna gani pengine? Kuna watu waliotangulia pale, kuna watu wakubwa pale walikuwa wanakuja kule. Walimu walikuwa wanaingia pale. Walimu wa shule ya msingi ya Mkuyuni, walimu wa kike walikuwa wanaingia pale. Walimu wa shule ya upili ya Mkuyuni walikuwa wanaingia pale. Kuna kijana hapa alikuwa anaitwa Shida, alikuwa anaingia pale. Lakini baada ya kukundua yale ambayo yapo, wengi waling'oka. Sasa walipong'oka, maisha yao sio mbaya vile. Angalau wengine baada ya kung'oka pia hawakuzalia katika ile imani ya kanisa ambamo walikuwa wanaenda. Ili walazimu watoto waingie katika makanisa mengine yale ambayo yanapuniwa sasa hivi. Ndani hata licha ya kuondoka, kuna baadhi ya wengine pia waliathirika hadi wa leo. Ya kuna wengine wameathirika. Sasa wale, kwa mfano wale dada zangu ambao nasungumzia, hao wameathirika mpaka wa leo. Wameathirika mpaka wa leo. Kwa hivyo ni jambo ambalo lahitajika kutiliwa maanani. Serikali kama imeamua ifanye uchunguzi ulio bora na idhinishi. Shida ambayo nimekuja kuona kwamba hata juzi wakati alishikwa, mimi nilikutana nikamwambia kushikwa kwako ilikuwa lazima ya Mungu ili akukutanishe na watu wakubwa, nao pia wafahamike msimamo wao. Haikuwa
ilikuwa mpango wa Mungu kwamba ushike ili ukutane na akina Wachakoya, ukutane na hao akina Chikati na kadhalika, na pengine pia walete msaada kwa boma lake. Kwa hivyo ninachoomba ni kwamba nyinyi kama watu wa Mitia mnapokutanika na sisi katika maongezi haya, mjaribu pia kutoa habari kuhusu serikali kuingilia na kufanya uchunguzi ulio mzuri, kujua mtu na mila zake, mtu na desturi zake. Itasaidia, si kwa ubaya, si kwa ubaya. Mungu si mtu wa kutanganywa. Kuna baadhi ya viongozi ambao bado tu kama bado namalizia hapa, najua tunamaliza. Kuna baadhi ya viongozi ambao hata wako serikalini wakubwa sana. Naam. Wanaenda kwa watu kama hao kupata maombi. Sijui unachukuliaje swala hili? Ni kama hadi mpaka viongozi wameingia kwa ushirikina. Unapata baadhi ya viongozi wanatafuta watu kama hao ili wafanyie maombi. Sijui ushaiona kiongozi pengine yote akija, na hata kama hujaona, najua kuna viongozi ambao wanakuja kisirisiri kwa maboma kama haya ama kwa watu kama hao ili kuweza kudai kwamba wanataka kuombewa. Ni wito gani ambao ungetoa kwa viongozi, hata ni marais, hata ni nani? Ni wito gani ambao pengine ungeweza kutoa? Unaona, kwa hilo jambo uongozi utoka kwa Mungu. Uongozi hautoki kwa mwanadamu. Sisi tunamwakilisha Mungu kutoa zala zetu ili zimfikie Mungu kwa ajili ya yale ambayo mmoja ameshindwa mwenyewe kuomba. Na kwa sababu viongozi hawa wengi ambao unawaona serikalini, enda kwa mikopa yao, enda kwa magari yao haya makubwa makubwa, enda kwa nguo zao, utapata wengi wana hirisi, wengi wanatumia hirisi. Na ndio utakuja kuta kwamba anapochanganya hirizi na nguvu za Mungu zinakongana, na ndio anachipata kila alichoahidi hakitendi, kile alichoahidi hakitendi, kwa sababu kunafuta ni kufuta. Anatumikia mabwana wawili. Hawa wengi wenye wanakimbia kwa hawa wahubiri wa mila na desturi potovu hizi, wakitoka kule utakuja kuta kwamba akimalizia hadamu ya kazi yake ya uongozi wake, akirudi nyumbani haishi, ama hataenda hata hatamu mbili, kwa sababu hakumdhamini Mungu, hakumwamini Mungu. Anatembea akisema kama hangekuwa Ezekiel, hangekuwa Yesu wa Tongareni, hangekuwa Makenzie, hangekuwa Manyuru, singekuwa waziri. Nyota yangu ilikuwa imepotea, sasa nimepata nyota. Mambo ya Mungu alipanga akamaliza. Hata leo wewe kuwa hapa, hata kama ningesema nikatai nifanye nini, singeweza. Na Mungu ana sababu. Na ndio maana nataka nikuambie hata saizi. Unaona saizi serikali yetu ambayo saizi tuko nayo, si kwa nguvu zao, si kwa elimu yao, si kwa akili yao. Wakati wa President Ruto kuwa kiongozi ulikuwa umepangwa. Na tanzia mwanzo wa nyakati, wale ambao wanaenda sarakazi, wakienda wakilala kwa wakati, huwezi kufua tafu. Na unajua saizi Mungu amefika mahali anakataa wale ambao wanatumia njia potofu. Anakataa. Na ndio utakuja kuona kwamba yeye mwenyewe amechukua serikali yake, anaiweka na anaipatia mtu jamani ifanye kazi ile iliyotumwa kufanya. Lakini shetani anaipa watu wengine, wanaanza kukoroka. Si vizuri. Kwa mfano sasa hizi tunapoangalia hawa viongozi wengi hata hawa si vibaya nikiwataja hawa upinzani, akiwemo Mzee Raila.
Mzee Raila na kundi lake wengi ni kama wanatumia hizo sarakasi na wanatanganywa. Sasa wanapotoka kule wanaambiwa mtafaulu hili, mtafaulu. Sasa wanaamini, hawaamini Mungu, wanaamini hawa wa ushirikina. Na sasa badala ya kuacha kumpa mta hata huyu rais ambayo yupo afanye kazi yake, wanataka kukoroka kazi yake. Nataka nikuambie ndugu yangu, kumbuka Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe huwa anachukua wale watu ambao wana ujasiri. Tukianza na Musa. Musa alikuwa mjasiri, hakuwa muoga. Daudi alikuwa mjasiri, hakuwa muoga. Na ukija utakuja kuta kwamba hawa watu huchakuliwa kwa ujasiri wao. Sasa hata Rais Ruto huyu amechakuliwa kwa ujasiri wake. Musa alitumwa Misri, masomo ambayo tumekuwa nayo, kufika kule kufanya muujiza, lakini Mungu akafanya moyo wa Farao kuwa mkubwa. Sasa katika mambo ya ujumbe katika nchi yetu ya Kenya, Mungu amefanya moyo wa Ruto uwe mkubwa, kwa sababu hizi mambo ambayo watu wanalia haitakuweko wakati sisi tunakuwa. Huyu mzee Raila ndiye angepeana historia nzuri kuliko kupotosha watoto wadogo na Kalonzo. Kwa sababu kila rais ambaye anakuja, Mungu amempangia ujumbe wake. Ujumbe wa Kenyatta ulikuwa Watongolo, Andururu, Sumoni na shilingi 5 na noti ya shilingi 10 na noti ya 20 na noti ya 100. Na wakati ule mahindi kunia kilo 35 ilikuwa shilingi 15. Ng'ombe mnono alikuwa shilingi 60. Unaona? Sasa kwa sababu ya hawa ndugu zetu kuamini mambo ya ushirikina, Mungu anaondoa ndani mwao hiyo hekima ya kuweza kuwafanya watafakari na wapatiane mwelekeo mzuri kwa watoto wetu wadogo. Badala ya kuwapa ule mwelekeo hata wawaite vile huwa wanawaita hivi wanaenda, kumbe huu uwanja ambao huwa wanaenda Nairobi unaitwa Kamkunji. Angekuwa wakiwaita wakienda Kamkunji, awatolee historia kuhusu nchi yetu mahali tulianzia. Mimi nimefanya mtihani wangu wa kidato cha 4 mwaka wa 1985. Nilianza kununua hapa mahindi korokoro shilingi 1 nikipeleka Kisumu, nikiuza shilingi 3. Na vile tulizaliwa tukapata mambo hayo yamezaliwa pia yapo. Mimi nimekuwa sasa hivi nimefika miaka 60. Yaani hata uchumi haukui, si kila kitu kinakuwa. Sasa sisi wakati tunalia hatujui. Wakati mtu anakuja uongozini kama wanafanya mambo haya, wacha tuwapatie mtu. Mungu si Mungu si wao. Ni Mungu na ana makusudi. Kuna mambo mengine Mungu anatuonyesha, anatuandaa. Kwa sababu tunaweza hatujui sisi ya kesho. Kwa hiyo hii mambo ya ushirikina hawa kuamini hawa watu. Unajua hata ukienda tu vizuri ndani utakuja kuta kwamba hawa huwa wanaenda kwa watu kama hawa wenye wametachetache. Sasa akitoka kula anamuuliza unaonaje na hii maandamano? Na anamwambia nimekuombea sasa mkifanya maandamano wakati huo tutakuwa na vifo. Haya mambo hayakozi. Kwa sababu usiku watu wengi huwa hawalali. Unanielewa? Otherwise vile umeuliza, nataka niwahakikishie kwamba hii timu ya upinzani wengi wamekuwa katika hatamu ya uongozi. Na hata ukienda katika wale majirani wao, hakuna hata kijana mmoja ameandikwa kazi. Hakuna. Lakini saa hizi ndiye haka anapinga mwenzake yule ambaye amewekwa na Mungu. Hii serikali ya Kenya Kwanza hii, ndugu yangu, haijawekwa na mwanadamu.
Kwa sababu nakumbuka mwaka wa corona kuna maono yalikuja kwangu, na ikawa kwamba kiongozi atakayekuja ni yule ambaye ako oppressed and depressed na anapakwa matope, mwizi, sijui nani, ndiye naenda kuja kuwa. Hata wakati umekuwa ukiendelea, nilikuwa naambia watu Mungu alimaliza mambo yake. Kwa hivyo kwa wakati huu nchi yetu inaweza kuwa nchi ya amani, nchi ambayo inaweza ikwa na nchi zingine zote. Kama mzee Raila, Kalonzo wanaweza kupatilika, wawe watu waliotangulia katika ulimwengu huu, nchi yetu hii ya Kenya kukua, wamepitia katika visasi nenda rudi. Hakuna chochote kile ambacho wao hawaelewi. Waanza kusimulia katika nyakati za Rais Kenyatta uchumi ulikuwaje na idadi ya watu katika nchi ya Kenya ulikuwaje. The higher you go, asante. Mkitaka kujua ukweli wa mambo jinsi Mungu anavyopenda hali iwe, someni vitabu vifuatavyo. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 7 hadi 15. Msome kitabu cha Tobit mlango wa 4 kuanzia mstari wa 5 hadi 12. Msome kitabu cha Hagai mlango wa 2, mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 2 hadi 13. Msome kitabu cha Malaki mlango wa 3 kuanzia mstari wa 6 hadi 13. Alafu msome Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 6 kifungu cha 36, 37 na 38. Hicho kinasema muweni na huruma jinsi Mungu alivyo na huruma. Usimhukumu mtu nawe hautahukumiwa. Usilaumu mtu nawe hautalaumiwa. Wasameheni wengine nanyi mtasamehewa. Wapeni wengine wanavyohitaji nanyi mtapewa. Naam, mtapokea mikononi mwenu kipimo kilichochaa kikashindiliwa na kusukwa hata kumwagika. Maana kipimo kile kile mnachotumia kwa wenzenu ndicho Bwana Mungu atakacho kitumia kwenu pia. Kwa hivyo kwa hilo jambo namaliza nikisema Mungu wa amani abariki kanisa langu la Mtakatifu Marisela na mapadri wangu pamoja na viongozi wote wanaosimamia parokia hii na wanaosimamia jimbo letu la Bungoma na hata Kenya nzima na ulimwengu wote. Aibariki pia familia yangu mimi, mke wangu Penda na watoto wote na hata wajukuu. Na pia hata huyu ndugu yangu Yesu wa Tongareni, kwamba anayejiita Yesu wa Tongareni, jina lipitalo majina yote, arejelee ufahamu na hatimaye namuomba tu angetafuta jina lingine kwa sababu mwisho wa nyakati haujulikani. Mwisho tu madhani kuachia Yesu wa Tongareni huyu ambaye amejibandika jina akiwa na miaka ngapi? Akiwa na miaka 16. 16 years. Yeah. Naye baba kuathirika sana akiwa na miaka ngapi hivi? Akiwa na miaka in fact unaona akiwa na miaka 18 alianza kuathirika akiwa na miaka 18. Sababu mara tu alipoacha shuleni na akaamua kuoa. Aliachia form 1, kidato cha kwanza. Kwa nini mkuu yeye alijaribu kumrejesha shuleni ama sababu kuza kuacha shule ilikuwa nini? Vishawishi. So najua tuliajiwa shamba kubwa, sasa nilikuwa nalima shamba sehemu fulani ili nimpele. So ni watu walimshawishi kwamba vishawishi hawaje shule kwa sababu kitamba rejelee kidato cha 4 mimi nitakuwa nimetajirika katika kile kilimo. Lakini nataka nishukuru Mungu kwa sababu licha ya kumtumikia Mungu ama supply of grains in various schools. Na zimenisaidia sana zaidi kusomesha watoto wangu. Hata saa hizi kitinda mimba wa pili
Moja ako Mbagal Girls, ako Kitatu Jaine, anaitwa Josephine Bahita, na Kitindamimba anaitwa Tonadian na Bucha, yeye ako Msembe Girls. Alafu kijana naye ako Moi anafanya accounts. Kwa hivyo zimejaribu na hakuna hata siku moja. Na huyu ashaisomesha mtoto kweli huyu? Yes, amesomesha. Amefikisha watu watoto wake? Kuna watoto wawili wamefanya Kitatu Jaine. Nataka nishukuru hajasembea na watoto wake pia. Hilo kwa upande wa elimu hapo nampa heko, watoto amejaribu kwa sababu kijana wa kwanza amefanyia Makunga Secondary, msichana wa pili amefanyia na Bigenge juzi, ambaye ndio yule amesaidiwa na Chikati kupelekwa Kisiwa Technical. So pia amesomesha. Amesomesha, amejaribu. Sisi kwetu licha hatukupata kazi, hatujakuwa wazembe. Nilizaliwa wa kwanza lakini nilikuwa mbaya bwana. Kama mtu angesembea ningemaliza, hata singesikia sauti ya baba. Sasa wote waliwashikisha chembe na jembe limekuwa la maana. Na pia yeye anafanya kilimo. Analima. Ni mkulima mzuri sana. Nakuambia yeye alikuwa mkulima hata kunishinda mimi. Kwa sababu angelima kabechi, angelima nyanya na afune. Hata sasa hizi yeye huenda shambani angalau kuonyesha tu watu wafanye.